Sasa Malume nakumbuka mara kwanza niliongea naye mimi meneja yake. Akasema wasanii ukiongea na mtu ambaye hakujui ana tabia ya kukazia. Mimi na brother yangu mmoja yuko EFM. Anaitwa DJ X5. Yuko pale EFM. Kwa madogo madogo Singeli wengi anawafahamu, unajua. Kwa nikampigia brother, akamwambia bro, kuna msanii 1 2 3 hivi wa Singeli anaitwa Malume, umeshaelewa? Nimeongea naye mimi, lakini nataka wewe ndio ulibebe hili jambo leo kama la kwako, umeshaelewa? Unajua unaweza kuongea naye mwisho wa siku akakugeuka, unajua zile, lakini wewe huko naye ni rahisi sana kukurespect kwa sababu wao unawajua. Bro akaniambia fresh. Kumbuka bro, siku ameenda kukutana naye, mimi nikatuma hela. Mbona brother akasimamia masuala ya hela, umeshaelewa? Kusimamia masuala ya hela fresh. Sani tulikuwa tumekubaliana naye hivyo masuala ya hela, nikawa nimemtumia advance kwanza, umeshaelewa? Tumekaa nikana promote sa show na promote, show imekaribia kama siku 2, meneja yake akanipigia simu. Kwa sababu brother alikuwa kule anawasiliana naye, mimi nawasiliana naye, akaniambia unabidi tena tutumie hela kidogo, yani kwamba niwatumie nusu ya hela tulokubaliana, kwa sababu nilikuwa advance ilikuwa ni kama robo, kwa hiyo niwatumie robo nyingine iwe nusu, umeshaelewa? Ili tuje huko, umeona, tukodi gari nini. Sasa alipofika siku ya show mapema tu nikawatumia hela yao, umeshaelewa? Kuwatumia hela yao basi poa, nikamwambia jitahidini muwai ili mfanye sound check, umeshaelewa? Hivyo umeona, nikamcheki brother yangu, sikuambia wale, nilimcheki brother yangu kwa sababu brother yangu ndo alikuwa ameongea nayo sana. Nikamwambia bro, nimewatumia hela lakini wasisitize wawai mapema. Bro akaniambia poa. Sasa nakumbuka siku hiyo kweli nimepambana, nimeweka setup sawa, club kila kitu, tumehakikisha kila kitu kinakaa level, umeshaelewa? Na mshukuru Mungu watu walitokeza kwa wingi sana bro. Yani hii show mimi nilikuwa naenda kuweka bonge moja la historia, kwa sababu ni show ambayo ilijaza mpaka hamna pa kupita. Yani mpaka nje watu wamejaa, ndani watu wamejaa, yani watu hata mtu akifungua ule mlango hata pa kuingia, umeona? Kwa hiyo tumekaa, nakumbuka mpaka saa 7 ile. Mimi sinajua labda msanii bro aliniambiaje, ikifika msanii amechelewa kutoka, msanii amenipigia simu sasa hivi ananiambia sio amechelewa kutoka, kwa hiyo mpaka saa 6 hivi atakuwa, saa 7 atakuwa shafika. Fika saa 7 akasema labda time hii anakaribia kufika, sababu huko show si atapanda hata saa 8:30, umeona? Ikagonga saa 8. Nampigia msanii simu apokee. Piga simu apokee. Nikachanganyikiwa, akasema bwana inoma, anampigia sometime ananikatia simu. Yaani unapiga simu anakata simu. Umeona? Nikampigia huko, kuna muda nikawapigia wakapokea. Nikamuuliza uko wapi? Akaniambia tuko njiani hapa, si atupajui ni wapi. Si unanielewa? Alivyoniambia hivyo nikamwambia basi jitahidini muwai, maana watu wa Tanga apendagi show kuchelewa. Yaani mtu ukizidi sana saa 8:30 basi poa, tutakaza mguu. Umeona? Hapo akakata simu. Saa 8:30 ikafika hii hapa. Piga simu apokee. Message zake hizo hapa bro. Mimi sipendi kuongea sana. Subia message zake hii hapa. Hii hapa message zake ambazo nilichati. Hii hapa nimwambiaje? Hii hapa. Nikamwambia sasa mzee unanikatia simu na wakati mimi ndo nawapokea. Umeona? Hapo wakati wao napiga simu azipokeleeni na nakatwa. Nimefika wapi? Akaniambia tumeimaliza Msata. Soma sana dakika 10 ngapi? Tumeimaliza Msata, tulipo sipajui maana pale tumekaa kama masaa 2 mzee, alafu network ya shida. Kaambia anko mtawai kweli? Nichoulize kwa sababu mimi Msata, urefu kutoka Msata mpaka Tanga mimi sipajui kwa sababu so mwenyeji sana hivyo vitu. Umesha mtawai? Akaniambia tutajitahidi baba, saa 10 tupo kwa stage. Akasema nikamwambia sasa saa 10 watu watazingua anko, jitahidi muwai. Mimi najua labda ni hapo mlisali moja tu, labda hapo nusu saa atakuwa shafika. Akaniambia kwamba dereva anaichapa sana, sijali baba. Ngambia watu wa Tanga wanawaigi kuondoka. Nikasema msanii wanataka apande saa 8, jitahidi muwai. Sawa, umeona? Nakumbuka message yani jitahidi saa 9 muwe kwenye stage. Hapo basi nimeongeza muda kutoka saa 8 mpaka saa 9.
Umeona, akanijibu sawa. Sasa hivi mmefika wapi? Akapokea simu. Hiyo ambayo ilikuwa ni saa. Hiyo ni saa 8 sasa inakaribia saa 9. Yaani kama dakika 10 hivi fike saa 9. Apokea simu. Mmefika wapi? Hapo ndo nikaanza kupiga simu na katiwa. Yaani hiyo ndo mtu aliponichanganya bro. Hauwezi amini nilikaa sehemu saa 9 naona sasa watu wananifuata, washikaji zangu Bilo, watu washaanza kuzingua huko ndani. Watu wameshaanza kupanic, wanataka msanii, watu wataki kucheza. Umeona? Nampigia msanii apokee simu. Bro nilipiga. Sasa ikafikia tu nikaanza kulia mwenyewe. Kwa sababu nimechanganyikiwa. Kule ndani watu wamesala. Umeona? Na ninajua kwamba kitachoenda kufuata ni nanili, kuna uharibifu. Ni uharibifu. Umeshaelewa? Ikafika saa 9. Watu wamepanic zaidi. Yule mzee akanifuata. Akaniambiaje, mzee wa mwenye ile club. Akaniambiaje, kijana, akaniambia Bilo, watu wataniharibia vitu vyangu kule Bilo. Nenda kaambia watu wako, wewe ndio wanaokujua, umeshaelewa. Kaambia watu wako msanii yuko hapo anakuja. Yaani wakati huo miakili kama ishachanganyikiwa bro. Yaani hapo sielewi moja, sielewi mbili kwa sababu msanii aniyapokea hata ile simu. Saa 9 na dakika 10 nikatoka nikapanda kwenye stage. Nikaanza kupiga muziki. Ubaya sasa kilichofanya sasa muziki ukazima. Huyo muziki ukizima, sasa zile tempa za watu zinasikika, zile kelele zile. Paka msanii watu wamesala, wananyoshia chupa, watu wakanifuata paka pale juu ya stage. Mwanangu. Sele, yani paka pale juu ya stage napiga muziki huko napiga simu. Muziki huko napiga simu. Umeona? Watu wamenifuata pale juu ya stage. Jamaa bado hawapokei. Hawapokei simu bro. Mshele watu wamenifuata pale. Nikamwambia jamani msijali msanii anapanda simu. Yaani nawajaribu kwa please watu. Watu wakasala. Watu wakaanza rusha chupa. Piga chupa chini. Unajua zile watu wakaanza kurusha chupa. Yaani mimi nilikaa kama dakika 5 pale kwenye, yaani kama dakika 2 pale sio nakumbuka, nimepigwa kama butwa hivi. Leo nafanyaje, naona mbona hii hasara inaenda kutokea, alafu kiangalia tamasha mimi ndo nimelibeba, kwa sababu hata kama kikiharibika mimi ndo ndakuwa kama zamani. Watu rusha chupa, watu vunja vitu. Mimi nakumbuka ni kama Mungu, nimekaa pale kuna chupa zilipigwa pembeni, yani kuna vioo nikapigwa pembeni pale. Ndio akili sasa ikaja, nitaumia. Nikachomoka pale, sikukimbia. Nikatoka kama mdogo maana ukikimbia leo tunaweza kukukimbiza. Nikatoka ni kama sielewi kinachoendelea. Nikatoka nikasimama kwa chini. Watu rusha chupa zile vurugu, unajua zile. Nikatoka kwa nje. Mimi yani bro nimechanganyikiwa mpaka naenda kujichanganya kwa watu wanaofanya vurugu, yani watu kule nje, watu wanarusha chupa. Vurugu nakumbuka zilitokea sana. Umeona? Nikabidi nitolewe mimi na washikaji zangu, nipelekwe kuna sehemu kuwekwa. Wakaniambia je, tulia kwanza hapa. Watu wanaweza kukuumiza kutokana na nini? Watu washakuwa na hasira sasa hivi. Nikatulia pale, mzee ananifuata, Bilo unaona kilichotokea? Mimi hapo yani bro nalia tu, unajua kwa sababu nikiangalia issue kama ile pale imetokea, unajua leo iliniuma sana kutokana na nikiwaza vitu vingi. Nimepambana, nimejituma, nimetumia muda mwingi bro, mpaka mimi nilikuwa naumwa sometime, yani ulali, yani unajua yani unachelewa kulala, unawahi kuamka, unazurula, unaenda wapi, unatoka wapi. Alafu bahati mbaya hii show ilinikuta mimi ndo nilikuwa kila kitu. Yani nashukuru sana kuna washikaji zangu baadhi walikuwa ndo kama support. Unaona? Walikuwa kama wananisaidia vitu, lakini kila kitu nilikuwa mimi. Yani kila kitu nijige mimi. So nilikuwa paka naumwa. Kwa hiyo niliwaza vitu vingi sana. Namshukuru Mungu ugomvi ule ukapungua. Hapo jamaa amekuja kufika kama saa ngapi? Sasa ugomvi ulipopungua pale mzee akaita defend, akaita maskari pale, akawa amelinda usalama pale nini. Msanii akampigia simu brother yangu. Maana msanii alikuwa anamjua brother yangu. Yaani mimi na yeye tulikuwa tuna chat tu kama nawapokea. Akampigia, bro tumekaribia, tukiangalia muda saa 11 kamili. Ndio anapigia simu, bro nimekaribia. Sio kama nimefika, nimekaribia. Ikabidi twende sehemu tumsubiri. Kuna Alfadi imepita, tukaifuatilia Alfadi. Kumbe ni kweli ya msanii, tukifuatilia saa 11 nakumbuka kuna na dakika 15 hiyo. Sasa hapo ndo amefika na dakika 20 ndo amefika, tukakuta pale Mkokwani. Tukawachukua pale Mkokwani, wapeleka kituoni moja kwa moja. Wanafika pale kituoni, mzee alikuwa shatoa taarifa. Huyu ndo msanii akawekwa pale pembeni. Mzee akasema mimi simfungulii mashtaka msanii, simjui. Mimi namfungulia yeye ambaye ni mimi. Na mimi nikachukuliwa
na mimi nika mjela pale, unajua zile nikakaa pale tukakalishwa. Nakumbuka mimi na msanii hatukuongea chochote siku. Mara mwisho kuongea nakumbuka kwa sababu kipindi pale kabla mzee hajanifungulia mimi nilikuwa naongelea vile vitu. Msanii ndio huyu hapa kazingua si nini. Nikawa nimepanic. Msanii tumekuwa naye pale na meneja yake. Meneja msanii mimi. Meneja anaweza kwa mwanangu unatuchongea au mimi nilimwangalia tu. Yaani na hasira hapa ni wajui kilichotokea na umechukulia kama poa, unajua zile. Nakumbuka kwa siku hiyo hatukuongea tena. Kesho yake mzee Samia pale mkalala, si ndio? Au mlishinda tu baadaye jioni mkatoka? Hapana, siku hiyo show saa 11 tuliachwa pale, saa 11 saa 12. Kesho yake ndo sasa kesi ikaanza. Mzee akarudi mwenye klabu. Kesi unajua zile, tukabidi tuchukuliwe na msanii apelekwe paka klabu aoneshwe jinsi vurugu zilivyotokea. Yeye mwenyewe alivyofika asema Mona. Kwa hiyo akaoneshwa vile. Nakumbuka tukafuatilia process. Katika vitu ambavyo tulikubaliana na msanii vilikuwa ni vitu vitatu. Kitu cha kwanza, awaombe radhi wanachanga, yani kwamba arekodi clip apost kwenye page yake, kwa sababu kwa wakati ule watu wengi walikuwa wanaangalia msanii ataposti nini. Unajua watu wengi sio kama walikuwa wananijua bilo, kwa sababu kuna watu wametoka mbali bro. Mimi sijulikani kwa kila mtu aliyokuwa moyo, lakini Malume ni msanii ambaye anajulikana Tanzania nzima. Umeshelewa? Watu wengi walikuwa wanasubiria kwamba yani watu walikuwa active kuangalia msanii ataposti nini. Umeona? Kitu cha kwanza tumekubaliana hicho. Kitu cha pili ndio tujue mzee tunamfanyaje, mzee wa club tujue tunamalizana naye vipi. Kitu cha tatu ilikuwa ni kurudia show. Umeona? Kwa hiyo tumeenda sawa, hivyo vitu tumekubaliana kabisa. Pale tumeenda pale tumerekodi video. Itakuwa video ipande siku hiyo. Nakumbuka video leo akupandisha. Tulivyofika pale tumerekodi video, wenyewe walikuwa wanaondoka zao. Siku hiyo usiku naangalia kupandisha. Kesho yake ya kupandisha. Siku ya tatu nikampigia nikamwambia meneja yake, mbona mpaka sasa hivi mjapandisha video? Watu wa Tanga, watu huku wanatusumbua kuhisi labda sisi ni matape. Unajua watu wengi so wananifuatilia mimi, watu wanaangalia je msanii. Unajua ukiomba ile lazi watu kidogo unawashusha zile hasira, zile temper. Unajua ila usipofanya hivyo watu sisi ndio natuachia mzigo mzito, kwa sababu sisi ndio tunaoonekana. Mwisho siku watu watahisi sisi ndo matapeli. Acho nijibu kwamba oya bro, utapandisha afu sitaki unisumbue tena. Kwa kile kitu kiliniuma kwamba kuona yani watu wanachukulia ile issue simple. Watu wameumizana, watu wameumia bro, watu wametoka mbali, watu wamepoteza vitu vyao. Unajua alafu unachukulia issue simple. Kumbuka yule ni msanii. Umeona? Ana mashabiki. Alichokifanya kile tayari kuna mashabiki kashajipunguzia. Kuna watu watachukia kile kitu. Sawa mimi kwa upande wangu kuna vitu vinaweza kuwa vimepungua mshela, lakini hata kwa kile kuna vitu pia kajipunguzia. Umeona? Alichonijibu hicho bro, usiamini. Tumekaa ile video apandishi. Ikabidi ile video mimi niipandishe kwenye account yangu mimi. Umeona? Nikapandisha kwenye account yangu mimi. Kila mtu anaandika, huyo msanii kwa nini haombi msamaha mpaka unaomba wewe? Umeona? Cha kuwajibu watu sina. Umeona? Lakini kuna washikaji zangu wa karibu walikuwa washajua kila kitu kinachoendelea. Msanii alichokuwa anafanya, kuna zile clip ambazo vurugu zilikuwa zinatokea zinapostiwa, anawapigia wale watu, yule si ndio meneja yake, na hisi ni msanii huyo, sio watu wake wa karibu wale management yake. Wanawapigia wale watu wanaambiaje, wanangu hizo video mzifute, mnamharibia msanii. Watu kibao wameshuhudia